Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Nilitaka tuzungumzie kuhusu chombo cha madhabahu ama vyombo vya madhabahuni. Nitege masikio, hii itakuwa baraka sana kwako. Kitabu cha Daniel sura 5 mstari wa 17, Biblia inasema habari za mfalme Belshaza. Huyu mfalme Belshaza alikuwa mtoto wa mfalme Nebukadneza, na ikafika siku Belshaza alikuwa amemzoea Mungu, akakamata vyombo vya madhabahuni ama akaenda hekaluni akachukua vyombo vya meza ya Bwana, akakuja nyumbani kwake na akafanya sherehe, akawaita wafalme wenzake, wakatumia pombe mvinyo ndani ya vyombo vya madhabahu ya Mungu. Na jambo hii ikamkasirikisha sana Mungu, sababu wakati unachukua chombo cha madhabahu fulani, Mungu hiyo madhabahu anatakiwa kukujia. Hata iwe madhabahu ya kuzimu ama kimapepo, ukikamata chombo cha madhabahu fulani, Mungu hiyo madhabahu atakukujia. Kumbuka wakati tulikuwa tungali bado watoto, wazazi wetu walikuwa wanatukataza kuokota pesa barabarani, sababu hizo pesa zina nguvu ya madhabahu fulani, na unapookota hiyo pesa kuna uwezekano usiku unapolala unalota vitu vibaya kuhusu hiyo pesa, sababu Mungu wa hiyo madhabahu anakuwa amekukujia. Tafadhali sana, wakati unataka kufunga ndoa na umepata mke ambao unampenda, taka kwanza sana kujua ni madhabahu gani, yeye ni chombo cha madhabahu gani ndani ya jamaa yake. Kuna watu ambao tate yake alikuwa maskini, tate yake ni maskini, baba yake ni maskini, na yeye ni maskini. Sasa madhabahu ya umaskini inafunga maisha yake. Wakati utamuoa huyo mke, madhabahu ya umaskini inakukujia na wewe unakuwa maskini. Kuna jamaa zingine zinafungwa na madhabahu ya ulevi. Baba alikuwa mlevi, watoto ni walevi, washangazi ni walevi, na wewe ni mlevi. Sasa unapojiunga na mtu kaa huyo, madhabahu ya ulevi na wewe inakujia maisha yako. Biblia inasema wakati mfalme Belshaza walikuwa kwenye sherehe na wafalme wengine, mkono wa Bwana ukaonekana kwenye ukuta, unaandika mene peresi. Na ilikuwa inamaanisha nini? Ufalme wako nimeukunyang'anya. Na Biblia inasema usiku mfalme Dario akakuja akaua mfalme Belshaza na akakamata kiti cha ufalme. Ni kusema nini? Hata ukipata mke, kuna wadada wengine unaona binti ni mrembo lakini ni wa madhabahu ya baharini, njoo kwenye kunatoka hizi maroza mari de nuit ama spiritual husband. Unampenda lakini usiku anakuwa na lota mtu anakuja wanafanya naye tendo la ndoa. Sasa anakuwa wewe akuoneshe mapenzi, sababu yeye ni mtu, ni chombo cha madhabahu ingine, na hiyo ndoa itaharibika tu. Either mtadivorce, mtaachana kwa njia ya divorce, ama we bwana, hiyo madhabahu itainua roho ya usherati ndani mwako, unaenda unafanya tendo la ndoa nje, japokuwa mbele kabla haujakutana na huyo mwanamke ulikuwa unatulia na wewe ulikuwa mtumishi wa Mungu. Na kuomba, madhabahu haivunjwi kwa maombi, madhabahu inavunjwa madhabahuni. Kumbuka Biblia inasema Ana alipogundua kama yeye ni tasa Penina akimziaki usiku na mchana, Ana aligundua kama hapa maombi yangu haitanisaidia, lakini nikienda Shilo madhabahuni pa Mungu nitoe sadaka, madhabahu hii ya utasa itavunjika na nitampata Samuel. Kumbuka Abraham wakati yote aliomba Mungu alikuwa hajapata Isaka, lakini siku aligundua siri ya madhabahuni akajenga madhabahu akamtolea Mungu na akampata Isaka. Na kuambia ndugu yangu unayesikia video hii, umekuwa ukitafuta sana Mungu akupe kazi, umekuwa umesumbuliwa na roho ya mari de nuit, umesumbuliwa na ndoto mbaya, umesumbuliwa na ulevi wa jamaa, umesumbuliwa na umasikini, ni muda wa kwenda madhabahuni. Tafuta sadaka yako, tafuta madhabahu ya nguvu, madhabahu ya Mungu, uende hapo weka hiyo sadaka na utaona madhabahu ya jamaa yako imevunjika na maisha yako itabadilika na utabarikiwa. Na kuombea Mungu atembee nawe, Mungu akuongoze, roho ya Bwana iwe juu yako, akufungue macho ya kiroho uone ni wapi unatakiwa kupeleka hizo sadaka na maisha yako ifunguliwe. Na kutakia baraka, na kutakia amani, na kutakia ufungulivu, na Mungu akubariki. Amen.